Mchungaji anayeangalia hali yako ana sifa hii. Moja ya sifa yake, anayeangalia hali yako, ukifanya upumbavu anakubomoa. Mjanielewa? Mchungaji anayeangalia sifa yako, hali yako, ukifanya upumbavu, ukifanya ujinga, anakuambia wacha ujinga. Mtu mmoja asema amen. Yuko baba mmoja miongoni mwa mababa wanaosifiwa kwenye Biblia, anaitwa Paulo, mtume wa mwishoni, mtume ambaye hakuwekwa kwenye idadi ya 12, mtume mdogo miongoni mwa mitume, lakini ndiye aliyeandika nyaraka nyingi, ndiye aliyemfahamu Yesu kuliko mitume waliotangulia, kwa sababu tabia yake walifuatilia mambo ya Yesu na mashela makota. Ninatamani Bwana inue vijana, inue mabinti, inue watu ambao wana mzigo, wanampenda Bwana. Ukiwa na mzigo kwa ajili ya Mungu, utatafuta vilivyo vya Mungu, utatafuta umaarufu wa kujulikana. Paulo mdogo, lakini ndani alipokutana na Yesu Dameski, mzigo wa Mungu ukaingia pale. Akaanza kuwatafuta wenzi Yerusalemu. Biblia inasema kafika Yerusalemu, kanisa walipomtazama wakasema huyu si ndiye aliyetesa kanisa huyu? Kumbe mwenzao mzigo na watu ndani. Maana ameambiwa nenda kwenye nyumba ya Simeoni mtengeneza ngozi, atakwambia ya kupasayo. Kumbe tunahitaji watu ambao wakija kanisani wanatafuta ya wapasayo na wanaambiwa ya wapasayo. Nataka niwaambie watoto wa madhabahu hii, wanakupa neema kutafuta ya kupasayo. Sio kila jambo linakupasa kanisani, mengine waachie wale. Wewe tafuta yanayokupasa, tafuta kinachokupasa kwenye maisha yako, mengine waachie wao. Tafuta ya kupasa. Paulo akaambiwa nenda tafuta ya kupasa. Warokole wengi wako kanisani wanatafuta ya wenzao, hawatafuti ya wapasa. Ukitafuta ya kupasa